Mambo 7 ya kuzingatia unapoanza ufugaji. Je, unataka kuanza ufugaji wa kuku wa kibiashara utakaokupa faida na sio kuishi tu na kuku? Unataka ufanye ufugaji wa mifugo mingine aina ya ndege kama bata, kanga na kadhalika kibiashara na uweze kuona faida? Basi usiogope, unaweza kuanza na Wonders Farm TZ. Ubora na uaminifu. Fuatilia mpaka mwisho nikupe mambo 7 ya kuzingatia unapoanza ufugaji. Haya ni mambo 7 ya kuzingatia unapoanza ufugaji, muhimu sana. Nimeyachambua nikaorodhesha kabisa kitaalamu. Mtu yoyote yule akinisikiliza mwisho wa video hii anaweza kuanza ufugaji. Jambo la kwanza ni lengo la ufugaji. Tunasema production objective. Lengo lako la kufuga ni nini? Lazima ujue unafuga kwa kusudi gani. Mayai, nyama, kuzalisha vifaranga au biashara ya breeding. Lengo linaamua aina ya mfugo utakayefuga, chakula utakachohitaji, aina ya banda, lakini pia aina ya mfumo wa ufugaji. Je, nitatumia mfumo wa ndani au mfumo ule wa huria? Itakuwa ni intensive system au ni semi-intensive system nitakayoitumia. Kwa hiyo lengo lako la kufuga ni nini? Lazima ujiulize. Unajua hata kuchagua aina za mfugo wa kufuga huwa inasukumwa na lengo. Kwa nini unataka kufuga broiler? Kwa nini unataka kufuga broiler? Kwa nini unataka kufuga layers? Kwa nini unataka kufuga saso? Kwa nini unataka kufuga tandro? Kwa nini unataka kufuga local chicken improved wa kienyeji au improved kienyeji? Kwa nini unataka kufuga kuchi? Kwa nini unataka kufuga bata jumbo? Kwa nini unataka kufuga mallard? Kwa nini unataka kufuga Campbell? Kwa nini unataka kufuga bukini? Kwa nini unataka kufuga kanga? Kwa nini unataka kufuga bata mzinga? Lengo la ufugaji wako ni nini? Sasa ukishajua ile unataka kumfuga kwanza, kile unataka kukifuga, unataka kufuga, lengo lako ni nini? Ni mayai. Kama lengo lako ni mayai, tutakushauri aina ya kuku ambao unaweza kuwafuga. Kama lengo lako ni nyama, tutakushauri. Kama lengo lako ni kuteka soko la vifaranga, unataka kuzalisha faranga na kuuza au kufanya biashara ya breeding, tutakushauri. Jambo la pili la kuzingatia, uchaguzi sahihi wa aina ya mifugo, breed selection, ambayo nimegusia hapo juu. Chagua aina yenye uzalishaji mzuri, inayovumilia mazingira ya eneo lako, soko linalohitajika pia. Aina mbaya huleta hasara hata ukiweka juhudi nyingi. Kwa mfano tu rahisi, kuna watu wanaenda kununua vifaranga vinaitwa vijogoo vya layers. Wanataka wafuge. Huwezi kupata faida kwa kumfuga layers. Vile vijogoo vya layers, vijogoo vile vyeupe vile ni hasara tupu. Lazima hata mtu unayezalisha umwambie mtu kwa ukweli. Huwezi ukachukua vile ukasema unafuga eti ili uuze kwa nyama. Impossible. Lakini sababu ya tatu, miundombinu bora ya banda, housing management. Very important. Banda linapaswa kuwa na hewa ya kutosha, ventilation, kinga dhidi ya mvua, jua na baridi, nafasi ya kutosha kuepuka msongamano pia. Lakini banda ni lazima ufahamu ni msingi wa afya ya mifugo yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia issue nzima ya banda. Jambo la 4, lishe bora na uwiano. Tunasema nutrition management. Chakula lazima kiwe na nishati, protini, madini, vitamin. Usitake kufuga kibiashara alafu unamlisha kuku makombo. No, lazima ukubali kuingia gharama ya kumlisha chakula kilicho bora. Lishe duni husababisha magonjwa, uzalishaji mdogo na vifo vingi kwa wafugaji wengi. Sababu ya 5, afya na kinga. Afya na kinga. Tunasema ni health and biosecurity. Health and biosecurity. Fuata ratiba ya chanjo. Ukishaleta mifugo, usiruke wala usibadilishe ratiba. Zuia wageni hovyo kuingia bandani kwako. Linda sana bando lako, kuwa mkali na hakikisha usafi ni wakati wote. Safisha banda mara kwa mara. Kinga ni nafuu kuliko tiba.
Kwa hiyo usisubiri wa kuku waanze kuumwa ndo uanze kuwatibu, ni gharama zaidi na unaweza kushindwa kuokoa na vifo vikawa vingi. Namba 6 ni usimamizi wa kitaalamu, tunaita management skills. Mfugaji lazima awe na ratiba ya kulisha, aweke kumbukumbu records zile, afuatilie uzalishaji na afya ya mifugo yake. Ufugaji ni sayansi, si kubahatisha. Kwa hiyo lazima ukubali kuwa mtaalamu, lazima ukubali kujifunza, upate maarifa ili uweze kufuga kwa faida. Namba 7 na mwisho, utafiti wa soko, market planning. Usianze kufuga bila kujua wapi utauza mifugo yako. Bei ya soko ikoje? Okay, inavari, inapanda, inashuka kwa wakati gani? Mahitaji ya wateja ni yapi? Soko ndilo linaamua faida, si idadi ya mifugo. Narudia tena, soko ndilo linaamua faida, si idadi ya mifugo. Kwa hiyo nihitimishe kwa kusema ufugaji wa kisasa unahitaji maandalizi, elimu na usimamizi makini. Si kununua mifugo tu, bali kuendesha mfumo kamili wa uzalishaji wenye tija. Tuandike kwenye comment hapo umejifunza nini. Usiache kusubscribe channel yetu kwa mafundisho zaidi. Andika pia WhatsApp kwa namba ya simu +255 au tuandikie kwenye email wondersfarm@gmail.com. Karibu.